Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Mathayo 5:7. Kwa nini mpendwa uwe na kinyongo? Kwa nini uwe na moyo si mkunjufu? Kwa nini usimsamehe jirani yako? Kwa nini usiwe na suluhu na jamii inayokuzunguka? Kwa nini usitengeneze suluhu na rafiki yako? Kwa nini usitengeneze hitimisho zuri na ndugu yako? Mpendwa, nikukumbusha kitu. Kama unahitaji kuishi maisha ya amani, jaribu kusamehe watu waliokukosea, kwa sababu ukimsamehe leo mtu aliyekukosea, Mungu ni mwaminifu, utasamehewa na wewe siku ukikosea, kwa sababu dunia ni duara. Yamkini unajiona wewe ni mkamilifu, yamkini wewe unajiona uko sawa, haujawahi kukosea, lakini nakwambia hakuna mwanadamu aliyekamilika. Ili ukamilike, lazima Roho Mtakatifu awe ndani yako, ndio ukamilike kweli kweli. Kwa sasa tukumbuke tu kumsamehe ndugu yako. Najua mkukosea sana, najua stahili kusameheka, najua hata neno kusema nimekusamehe ni gumu, kwa sababu ni maneno magumu ambayo aliyazungumza akakukosea, au ni kitendo kigumu au kibaya alichokukosea. Lakini si vyema. Mathayo 5:7. Ukisamehe na wewe utasamehewa. Kwa hiyo, ukumbushe tu, kuomba msamaha sio ujinga. Nashukuru kuna mtumishi wa Mungu alikuwa ni mwimbaji wa nyimbo za dini. Alisema kuomba msamaha si ujinga, bali ni jambo la hekima. Na jambo ambalo unapoliendea unaonekana wewe ni mtu ambaye unataka suluhu, unaona kesho yako unataka iwe nzuri siwe mbaya, kwa sababu mtu ambaye maybe utake kumsamehe anaweza kuwa msaada kesho yako yamkini, au wewe umekamilika kila kitu, vipi wanaobaki amkini anaweza kusaidia hata ndugu yako au mtoto wako. Kwa hiyo kuomba msamaha si ujinga. Tuungane na Boni Mwaitege.